Akiwa amekata tamaa ya maisha yake yenye mateso, Anna anafanya uamuzi hatari. Anawapa pesa wasichana wawili waliokuwa waraibu wa dawa za kulevya ili wamletee dawa. Mwanzoni wanakataa, lakini baadaye wanakubali. Kuanzia hapo, Anna anaanza kutumia dawa hizo ili kufifisha maumivu ya moyo na mateso anayopitia. Hata hivyo, Cody anagundua siri hiyo. Anamkabili Anna kwa hasira na wasiwasi, akijaribu kumzuia. Lakini Anna, akiwa amechoka kudhibitiwa, anamwambia Cody kuwa sasa yuko huru na hamuhitaji tena. Mabishano makali yanaibuka, na kwa hasira, Cody anamfukuza Anna kutoka kwenye genge lao. Bila ulinzi wa Cody, Anna anakuwa mlengwa rahisi. Siku moja, msichana mweusi pamoja na kundi lake wanamvamia Anna bafuni. Wanampiga kikatili na kumwacha akiwa hoi. Baada ya kupata matibabu, Anna anaachwa peke yake akilia kwa uchungu. Akiwa wodini, Anna anazidi kuzama kwenye uraibu. Anatumia dawa mara kwa mara pamoja na wafungwa wengine. Afya yake ya akili inaanza kudhoofika. Anaanza kuona sura zilizopindika na ndoto za kutisha. Katika hali ya kuchanganyikiwa, anachora tatuu ya neno dead kwenye mkono wake. Hatimaye anaanguka kwa ugonjwa, akitapika bila msaada. Ginny, rafiki yake wa karibu, anamshauri atafute msaada kwa mshauri wa dawa za kulevya, lakini Anna anamkejeli, jambo linalomuudhi sana Ginny. Kadiri siku zinavyopita, hali ya Anna inazidi kuwa mbaya. Baadaye, Anna anakutana uso kwa uso na msichana aliyemshambulia bafuni. Mapigano yanazuka na mambo yanatoka nje ya udhibiti kiasi kwamba hata walinzi wanaumia. Kikosi maalum kinaingilia kati na Anna anawekwa tena kifungoni cha upweke. Baada ya kuachiwa, Cody anamtembelea Anna na kumdhalilisha Ginny mbele yake. Hapo Anna anasimama imara na kumwambia Cody kuwa wao sasa ni maadui na amwache kabisa. Usiku huo, Ginny anakaa na Anna akimfariji na kwa muda mfupi wanarudisha urafiki wao wa furaha. Lakini siku inayofuata, Anna anarudia dawa. Wakati anakaribia kutumia, Cody anatokea na kumuunda aache. Anna anapaza sauti kwa hasira, vurugu zinaanza na tena vikosi maalum vinaitwa. Frank anawasili akijaribu kutuliza hali, lakini Anna anatishia kujidhuru kwa chupa iliyovunjika. Katika purukushani, Frank anajeruhiwa usoni. Anna anapelekwa kifungoni cha upweke kwa mara nyingine, akiwa uchi, gizani kwa muda mrefu. Upweke unamvunja kabisa. Kwa kukata tamaa, anavunja tray ya chakula na kujikata. Mlinzi anamkuta akiwa anatokwa damu na anaitwa haraka hospitalini. Anapoamka, yuko chini ya uangalizi wa Dr. Han katika wodi ya wagonjwa wa akili. Daktari anamwambia yuko hapo kumsaidia. Anna anakiri kuwa hakutaka kufa, bali alitaka kuondoka kwenye maumivu na upweke. Polepole, anaanza kuona mwanga wa matumaini. Anna anaruhusiwa kuzungumza na mama yake. Kwa mshangao wake, mama anaomba msamaha na kuahidi kumsaidia kurejesha ufadhili wa chuo. Kupoteza nyumba kumfanya mama atambue makosa yake. Anna anaanza kuamini kuwa mabadiliko yanawezekana. Akiwa amerudi gerezani, Anna anaamua kubadilika. Anaondoa tatuu ya genge mkononi mwake. Ginny anaonyesha kumuunga mkono, lakini Cody na genge lake wanamdhihaki kwa upweke wake. Usiku moja, Anna anapelekwa chumba kidogo ambako Frank anamsubiri akiwa na chelo. Anamwalika kushiriki tamasha la vipaji. Ingawa anasisita, Anna anakubali. Anapopiga chelo kwa mara ya kwanza, anahisi amani ya kweli. Lakini siku inayofuata, anapokea ujumbe wa kutisha, "You are dead." Cody na genge lake wanamvamia, wakikasirishwa na kuondoa tatuu. Cody anamkata usoni na aamuru apigwe. Anna anapelekwa tena wodini. Frank anamtembelea Anna na kumwahidi kumwadhibu Cody, lakini muuguzi anatambua tabia zisizofaa za Frank. Baada ya kuondoka, muuguzi anamwahidi kumsaidia kuripoti. Bila wao kujua, Frank anawasikiliza kupitia kamera na anaagiza muuguzi auliwe. Anapojua hili, anavunjika moyo kabisa. Katika tamasha, Anna anapiga chelo kwa uzuri mkubwa na anapigiwa makofi. Frank anamwahidi kikao cha parole, lakini baadaye anatumia ahadi hiyo kumlazimisha Anna kimapenzi. Kwa msaada wa Cody, Anna anarekodi ushahidi wa uhalifu wa Frank. Wakati wa kikao cha parole, Anna anaonyesha video hiyo mbele ya viongozi. Ukweli unawekwa wazi. Frank anakamatwa papote. Hatimaye Anna anapewa parole. Anaagana kwa huzuni na Ginny, anamshukuru Cody na anakumbatiwa na mama yake nje ya gereza.
Katika tukio la mwisho, Anna anaonekana akipiga chelo mbele ya hadhira kubwa. Mama yake anaketi akilia kwa furaha, akishuhudia ushindi wa binti yake dhidi ya giza. Asante kwa kutazama. Kama umependa movie hii, subscribe na washa kengele ya notifications ili kupata movie nyingine. End Kemwenya.